Okay, najua kutokana na mambo yanavyoenda, mtu unaweza ukajikuta unapoteza watu wa maana kwa kukosa details, kwa kukosa taarifa, fulani hivi sahihi. Unaweza ukajikuta unawapoteza watu wa msingi uliotakiwa kuwa nao kwa kuwa eti hauna taarifa au hauna maarifa. Hii inakuja kutokana na kwamba kuna mazingira unakuwa ulishapewa warning, ulishapewa wanahitaji warning, tahadhari, lakini wewe umeshindwa kuielewa ile tahadhari. Yaani mfano unaenda sehemu pameandikwa danger, wewe ile neno danger unaona kama inamaanisha orange, chungwa. Unaenda unapigwa shoti, unapata matatizo. Lakini ujinga wako na kushindwa kupata taarifa sahihi ndio kumekufanya upate hayo matatizo. Hii inaingia kwenye mambo mengi sana, kwenye changamoto, kwenye maisha, kwenye mapenzi, kwenye mambo ya biashara. Yaani zile dalili zinakuwaga ziko tu nje, yani Mungu mazingira hayakunyimi taarifa sahihi. Yaani ukifika sehemu uko na macho ya maono, unakuwa unaona vitu. Unajiuliza hii sehemu itakuwa na manufaa na mimi kwenye maisha yangu kweli? Unakuta hiyo sehemu ina manufaa na wewe kwenye maisha yako. Wewe ukienda hiyo sehemu unakuta kweli vinakuwa na manufaa, lakini inabidi uwe na maono ya kusema kwamba hapa manufaa mimi nitayapataje? Mimi nitapata nisaidiaje? Hii sehemu mimi itanisaidia vipi? Nitafaidika vipi na hii sehemu? Si unanielewa? Yaani unatakiwa ujaribu kuona kuna fursa zingine haziji kamili. Zinakuja fursa kama ishara tu. Lakini wewe ndio utakuwa uimalize, uione mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo nachohamasisha ni kwamba unajua na uwezo kuziona hizi fursa unakuja na vitu vingi sana, ikiwemo experience, ikiwemo uvumilivu, ikiwemo kuuliza, kutafuta elimu kabisa kwa kuuliza. Hiyo nayo ni moja ya njia ambayo inaweza kukufanya ukawa na hayo macho ya kuona hizo fursa kwa namna hiyo. Umeona? Ila ukiwa ni mtu wa kujifunga au mtu mjuaji, unaongea na watu ovyo, uongee na watu vizuri, unaweza kukuta jambo lilikuwa rahisi tu, lakini kwa kuwa wewe mkimya, mbishi, basi kuisha habari yako, haupati chochote, unabaki unaanza kulaumu.